الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون اللهم جعلنا منهم. أما تزام في إيماني baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema za amani si mwingine ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote ninapenda kuihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia ndugu zangu katika imani juu ya swala la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wamchao Allah tabaraka wa Ta'ala ndio waliofaulu. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa waliofaulu. Ama maudhui yetu ya leo biidhnillahi tabaraka wa Ta'ala tutaangalia asili al-insani, asili ya mwanadamu. Vipi mwanadamu aliumbwa na ni lipi lengo la kuumbwa kwake? Allah anakumbusha ndani ya suratul Insani, Allah wa istifhamu, Allah anauliza hal ataa ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mafkura. Hivi hazikupita zama kwa mwanadamu hakuwa ni kitu chenye kutajwa, yaani kabla ya mwanadamu kuumbwa alikuwa hayupo katika ulimwengu wa kidunia. Lakini baadhi ya asbabu zinasemekana kwamba Allah alikuwa ameumba majini kabla ya mwanadamu, lakini hatimaye majini walimuasi na kumkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akawaletea adhabu. Ndio Allah akatafakari, akaona, akawaita malaika kuambia inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi
katika ulimwengu, kiongozi ambaye ataongoza ulimwengu, malaika wakamwambia Allah tabaraka wa taala, atajalu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Ewe Allah, unataka uumbe kiumbe ambaye atafanya ufisadi katika ardhi na kumwagana damu. Sasa ukitizama malaika walichokuwa wakikizungumza, walikuwa wanazungumza kitu ambacho kitakuwepo au walijua kitatokea, kama zama zetu leo. Watu wanauana, watu wanazuliana majambo, watu wanafanyana ufisadi, watu wanachukizana, watu hawapendani. Inni jailu fil ardhi khalifa. Malaika akamwambia Allah, atajalu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sisi tunakutaja kwa kila aina sifa na tunakutukuza wewe Allah tabaraka wa taala. Angalia, Allah alilitambua hili. Leo ukiangalia ufisadi tunaofanya ni mwingi, hatuna haja na muda wa yule ambaye ametuumba kufanya majambo yake, hatuna, ila tuna muda wa kufanya majambo yetu ambayo yanapelekwa na zile punzi zetu zinatupelekea sisi kuamini kwamba Allah tabaraka wa taala kwamba hatotuchukua tena, tunajisahaulisha. Mungu akaona kweli malaika wamezungumza walichokizungumza kwa maono yao, ila kwa sababu amri ya Mwenyezi Mungu, inama amru idha arada shay'an yakuna lahu kun fayakun. Allah akitaka jambo lake anasema kuwa na linakuwa, na Allah alitaka aumbe kiumbe ambaye ni mwanadamu, hivyo akaumba. Alivyoumba, baada ya kumpulizia roho baba yetu Adam, Abul Bashari, baba wa wanadamu wote, akamfundisha wa allama Adama al-asmaa, akamfundisha Mwenyezi Mungu majina ya vitu. Kwa maana Allah alianza kumfundisha Nabiullahi Adam, na Allah akajua kwamba kwa kule kumfundisha, kwa kule kuwa na elimu, ndio ulimwengu utasalimika. Lakini sisi ulimwengu kwa sasa inakuwa ni mtihani. Watu kuuana ni kitu cha kawaida, watu kudhulumiana ni kitu cha kawaida. Kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man arada dunya fa alayhi bil ilmi, ukitaka dunia isome. Wa man arada al-akhirah fa alayhi bil ilmi, na ukitaka akhera juu lako uisome. Sasa sisi kinachotuathiri, tumechukua elimu ya mwongozo, tumechukua elimu ya mazingira na tukaiacha elimu ya mwongozo, na ndio maana ufisadi hauishi, unaongezeka, uovu unaongezeka kila siku. Kwa sababu kitu cha kwanza Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu akampa elimu, apate maarifa ya kujitambua. Kwa maana kama tutakuwa tumedini na elimu ya mwongozo na elimu ya mazingira, hapa lazima tutaishi kufanya vitendo vilivyokuwa vya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano, umesomea katika elimu ya mazingira, Allah akakubariki ukawa daktari, na una elimu ya mwongozo, hivi kweli utakubali mwanamke aje kuambie nataka nitoe mimba? Utakubali? Utakataa. Kwa sababu gani? Unajua kuiua nafsi ni dhambi. Lakini kwa sababu tumekosa elimu ya mwongozo, ndio maana man yufsidu fiha inafanya kazi mpaka leo.
Wanadamu kweli tunafanya ufisadi wa kupitukia pasi na kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mungu anatukumbusha, lakini pia hatukubali. Allah anasema inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samiyan basira. Kisha tukamuumba mwanadamu kwa maji yenye kuchupa, lengo na betalihi ili tupate kumpa mtihani. Lakini mtihani huo tutampaje? Faja'alnahu samiyan basira, tukamjalia ni mwenye kuona na ni mwenye kusikia. Kila siku tunasikia kauli la Azza wa Jalla nyingi zinasomwa. Tunaambiwa tukiana, kufanyana ufisadi, kufanyana fitna. Hivi ni vitu ambavyo Allah havipendi, kila siku tunaambizana, lakini ndivyo vitu ambavyo vinaendelea kila siku. Istimraria yawmiyan, kila siku vinaendelea. Lakini Allah hakuishia hapo, akajua kwamba ile kauli ya malaika Allah akaichukua fawadha akaiweka. Kisha akaona kwamba mimi kwa sababu nataka niumbe khalifa, akasema inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah akasema katika vyote mlivyozungumza kama ni sawa, lakini inna hadainahu sabila, sasa huyu unasema atafanya ufisadi na kumwaga damu, nimempa njia mbili. Njia ya kwanza imma shakiran wa imma kafura, ima amshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufuata vile ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameviamrisha, wa imma kafura, iwa akfuru, ajue kabisa kuua ni dhambi lakini anaua, kutukana ni dhambi lakini anatukana. Mambo yale yaliyokatazwa na Mwenyezi Mungu anajua haya yamekatazwa lakini yanayafanya. Ndio pale anasema imma shakiran wa imma kafura, ima awe ni mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au ni wenye kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, mimi na wewe tupo katika kundi gani? Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim, nafari wa iyyakum bi dhikri al-ayati al-hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala hayyin wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah nahmaduka ya rabbi wa nasta'inuhu amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema za amani siku mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wahusieni tena kwa mara ya pili pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya swala la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wamchao Allah ndio waliofaulu. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa waliofaulu. Nikimalizia hotuba yetu ya pili bismillah tabaraka wa Ta'ala, baada ya kuelezea lengo sasa ili tuondoke katika ile makundi mawili, tuchague kundi moja. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, kwamba awe ni mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu au ni mwenye kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa sisi Allah atujalie miongoni mwa kundi linalomshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La kwanza, ili tuwe miongoni mwa kundi hili, kila wahida yakulu ma nafsahu, kila mmoja aizungumzishe nafsi yake kwa kuiambia ya nafsu kun mutmainna, ewe nafsi kuwa mwenye kujituliza, liannaka yawma min ayami, siku miongoni mwa masiku utarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja aikanye nafsi yake kwamba nafsi yangu kweli ninatamani vingi, lakini kwa kuhofia kwamba nisiwe miongoni mwa waliokuwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana kule katika sura al-Fatiha tunasema ihdinas siratal mustaqim, Allah tuongoze njia iliyonyoka. Ma huwa sabil, ni njia gani? Njia ni hapa iliyokusudiwa ni kufuata yale aliyoyaamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka, maana yake bi'itibai ma amara Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni kufuata yale aliyoyaamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ghairi maghdubi alayhim wala dhalina, sio ya wale
Ni kina nani waliokasirikiwa? Ni wale ambao kwamba yaatuna manahaahumullahu azza wa jalla, ni wale ambao wanayaendea yale aliyoyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama kina Firauna, kina Hamana. Ni watu ambao njia ya wale waliokasirikiwa, kwa maana kukasirikiwa ni kuendea yale aliyoyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kufuata njia iliyonyooka ni kufuata yale aliyoyaamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujiepusha na yale aliyoyakataza. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa wale ambao kwamba watafuata njia ihdina siratal mustaqim, iwe yaqinan kwamba ewe Allah atuongoze kweli Allah njia iliyonyoka. Lakini Allah hawezi, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah tabaraka wa taala hawezi kuwabadilisha watu, maana Allah hatotubadilisha mpaka sisi wenyewe tukubali kubadilika. Ukikubali kubadilika, Allah anatufanya ni hidayah. Kwa sababu gani? Alisema inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Kwa hiyo wewe mwenyewe utakapotaka, hakuna hata mmoja Allah aliyemwandikia kwamba fulani utaenda motoni, fulani utaenda peponi, ila juhudi zako ndizo zitakazokufanya utaingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah tujalie miongoni mwa wataingia katika pepo yake kwa huruma zake. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرض صاحب أبي بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذو النورين الزقي وعن باب العلم أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب الرفيع الرضي والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا منك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.